Yesu ashimwe. Imbere yuko mvuga ijambo na rimwe agomba ndirimbe version imwe indirimbo mvuga iryo jambo. Niba nkugiriye mugisha mani chama naronka ico ngusaba, niba nkugiriye mugisha mani chama naronka ico ngusaba, umisi uzamara kw'isi ntabwo nyizi sinayimenya, igihe uzazira ntaco nzi, ariko ico nisabiye ni kimwe, uzarinda ubugingo bwanje kugeza iherezo ryanje. Kugira ifeza n'izahabu ivyo ni vyiza kuri je, kubaho neza n'ibindi nabyo ni vyiza kuri je, ariko arico ngusaba, uzarinda ubugingo kugeza iherezo ryanje, uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanje. Yesu ashimwe. Iryo sengesho no kwifuriza umuntu wese ari ngaha, Imana ikurindira ubugingo, Imana izoguhe kurangiza neza. Muvyeyi anyowe mu ishengero yabivuze, heri mwisho muzuri kuliko ni mwanzo. Mpagaze ngaha nshima ko Imana ngiriye ubuntu kandi riteka nkagira amahirwe gusura kubona na papa wanje, ariko ndamusezera ntazi ko asigaje iminsi mike acapfa. Igihe aseri yamuzanye muri ambulance, tukimwakira mu Kamenge nabona yuko Mutama ari mu magodoka, ndamwitegereza, twamukuye mu mutuka tumushira mu nzu, umuntu muri twese shundu hauze kashimama yaguma muri brankari, twamukuye mu nzu tumushikana mu cyumba. Mama wacu mutoya ari ngaha aravuga ati uyu si wakulala hapa, tumube mu hospital. Igihe twamushika bukeye bwaho naciye ndavuga ati reka turondere uburyo tumutware mu bitaro, ariko ukuntu naguma mbona nabona ko Mutama ageze mu magodoka, ikintu naguma ngo nishaka, ariko ndiko narambi tugeneza maisha yako, ico kintu naguma John ko nona mzee naenda ageze mu magodoka, naguma ndamubwira mzee usikufe kabla hujatubu, muda wote namwambia nikipata muda mzee tubu, usikufe baya maisha, mtoto roba ulikoseaga omba msamaha, kiri maisha yako. Nikipata muda, kipata anaongea, tunaongea na mimi mzee, hiyo muda wa kutengeneza maisha. Nimfikisha mu block, bakamufanyia operation juba kwa nyama zilikuwa zisharibika. Asi mzee bakaanza kumtibu pale, ilikuwa vigumu. Na shukuru Mwisha bariki sana, alipigana sana kwa kutusaidia. Wachezaji wa mpira kwa bahari hapa, Mungu awabariki sana kwa moyo wa upendo mlituonyesha. Nisijui naweza washukuru hai, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana kwa hiyo roho ya upendo mlituonyesha. Mungu awazidishie baraka. Wenye wako hapa na wenye wako Ulaya, ulitusaidia kuweza kumzika mzee kwa heshima. Mungu awabariki sana.
Naweza sema kama baba yetu kweli nitupenda kila kupata mtu wa kuweza kutulea. Kusema kweli si makosa, lakini tulimpenda kwa sababu alikuja akatuomba msamaha. Akasema watoto wangu naomba msamaha, sikuweza kuwalea kwa sababu nilikuwa mavoyage huku na huku. Akatubu kweli, akasema munisamee watoto yangu, munisamee, nahitaji baraka yenu. Nasi tunaomba Baba, nasi tunahitaji baraka yako. Tuko kwa hii dunia tunahangaika, tunatafuta pesa huku na huku, tuone kisi tutaishi. Tuombe baraka tufanikiwe. Akasema mpitani njoo neno la mwisho, kwa sababu mwanangu ninawabariki. Linda alimupigia simu, dadangu yuko Sauza. Akasema watoto wangu ninawabariki. Dadangu akamwambia papa, utakuwa mzima, utapona. Akasema sitapona mwanangu, ndio safari yangu hapa, ndio mwisho wangu, nakufa naenda urugendo rwanje rurarangira, niko yagumavuga ngo safari yangu inaisha. Sasa nashima hapa, nashukuru Mungu kwa maana niko hata na mapicha pako watumishi wa Mungu niliita wakamwombea, na mimi nilikuwa nishamwombea, lakini nilihakikisha nitafute watumishi wa Mungu wamwombee. Na Mungu kama alikuwa anaona kama ayatengeneza mzuri, pako na wengine watumishi wa Mungu walikuyaga sikuwaita juu amalize mzuri. Na kweli hiyo ni neema, kupata neema ya kumaliza mzuri, hiyo ni neema. Na kila mtu akao anaiombea Mungu akupatie mwisho mzuri. Sasa mimi nafurahi sana kuona gisi kama familia mliweza kutunga mkono kwa wakati kama huu. Mungu awabariki sana. Awabariki sana. Huyu upendo mnaotuonesha, Mungu awaleteage marafiki na wandugu watakaoonyesha upendo huu. Kwa maana chenye mtu anachokipanda atakivuna kiwa ndani ya dunia hii. Ukitenda mema utayavuna, ukitenda mabaya utayavuna ukiwa ndani ya dunia. Mungu awabariki. Nasikia sina ingine ya kusema isipokuwa kuwashukuru. Nashukuru na nchi yetu, Mungu aibariki. Leta mvye leta ngozi nawe turayishime ko hari cyo yakoze kuvyo kuvuza Mutarama. Nibo baturiye ibitaro, dushime na turashaka kwikomera amashigu, tukomera amashigu yego cyacu. Dushimiye n'abakinyi umupira bashoboye kudufasha muri bino bihe, hamwe na muri jama yigura ngo dutegure ingere dufuba Mutama, tufuba niteka. Imana ibahezagire mwese, mwarahezagiwe, murakoze cyane. Rahmatullahi wa barakatuh kwa Waislamu. Amjambo kwa wapagani. Mjambo Mungu, amjambo. Tunataka kufikishieni kwa ufupi maisha ya marehemu Bamboneyeo Deo, kwa maarufu alikuwa akiitwa Shundu. Sitwaye Shundu amezaliwa Kamenge hapa jijini Bujumbura, anasema quartier Gituro, mwaka wa 1959. Baba yake alikuwa akiitwa kwa jina la Bamboneyeo Shabani na mama yake alikuwa akiitwa Mbuzukogira Marceline. Marehemu Shundu amewacha watoto 4, umoja mvulana garson na 3 wasichana, yani fille. Ameacha pia wajukuu 3 ambao wanapatikana katika nchi ya Afrika Kusini. Maisha ya kidunia, tunaanza kwanza shule. Marehemu Shundu amesoma kwenye shule la msingi, yani École Primaire Saint Joseph quartier 3 Ngagara. Hakubahatika sana kuendelea masomo mengi, lakini alipomaliza masomo yake akaingia katika maisha ya kikazi. Marehemu Shundu kutumika kwenye kampuni ama wapi. Kazi aliyotenda hapa duniani ilikuwa kazi ya kuchezea mpira. Alikuwa mchezaji wa mpira, footballer. Katika kazi yake ya footballer
Mariam Shundu alikuwa anachezea upande wa ushambuliaji attaquant, pia alikuwa mchezaji wa kiungo cha kati upande wa ushambuliaji, yani Mfaransa milieu offensif. Alipokuwa bado angali kijana, alicheza kuchezea timu inaitwa Manisport Junior, na mimi nilikuwa mmoja katika viongozi wa hiyo timu. Ndio maana Shundu nilimjua bado angali mdogo. Alipomaliza kuchezea Manisport, Shundu alichezea timu ya Vitalo miaka mingi kweli. Shundu pia alichezea timu ya Maniema Fantastic, na mimi nilikuwa kiongozi wa timu hiyo wakati huo. Akacheza pia katika timu ya Mukura Victory ya Butare, na huko mimi nilikuwa nikienda pia kumuona. Akachezea pia Yanga Afrika ya Dar es Salaam. Mnasikia kweli, alikuwa mchezaji mashuhuri, alikuwa mchezaji wa kimataifa, na katika uchezaji bora wake ilisababisha aitwe katika timu ya taifa Intamba Murugamba. Hapo ilikuwa mwaka wa 1984, 1984. Yani Shundu kwa kweli kimpira anastahili sifa. Angekuwa bado inawezekana angepewa medali ya kuwa amechezea mpira miguu zaidi hapa nchini Burundi. Maisha ya kiroho, marehemu Shundu tulikuwa tunajua zamani ni Mkatolika, lakini inapita miaka kadhaa tulikutana naye njiani. Hata alikuwa akija pale kwa federation tunaona naye, alikuwa akitembea kila siku na silaha kubwa inaitwa Biblia. Bwana pewe sifa. Nikamuuliza Shundu, una kombo za Biblia? Akaniambia, papa, nimefanya maisha lakini hivi nimeokoka, nimekutanana na Yesu Mwokozi, nikamtia kuwa mfalme wa maisha yangu. Bwana pewe sifa. Akanambia, vile ulikuwa unajua zamani Papa Kaluya, hivi nimebadilika. Nilishangaa, ndio maana nasimama mbele yenu kutosha ushuhuda na kwamba Shundu kama ameanza vibaya, wenye walikuwa wakimjua zamani, maisha yake ya mwisho yalibadilika. Alimjua Yesu, alimtembea kwa jina la Yesu, akatembea kwa neno la Yesu. Kweli Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbinguni. Tunamalizia tukisema kama maisha yake ya marehemu Shundu, japokuwa unasikia kwa kisa kabumbu nini, alikuwa kijikaza sana. Alikuwa anaumwa, alikuwa na ugonjwa wa siku nyingi, lakini ile kwa kupenda watoto, ili atutumike apate na pesa, afanye nini, atumikie watoto, afanye maisha yake, alitembea na ugonjwa wa siku nyingi. Alikuwa akiugua ugonjwa wa kisukari, na pia akaugua ugonjwa wa mafigo lere, na ndio katika ugonjwa ule msababisha kuingia katika hospitali Roi Khaled tarehe 18 za mwezi wa 12 mwaka uliopita 2022, na alipofika tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka huu tunao, akarudishia Mungu roho yake ambayo ilikuwa mwazima. Tunasema tena asante kwa nyinyi wote, na zaidi sana watu ambao walicheza naye mpira. Tutamkumbuka Shundu kwa sababu alikuwa ni mtu mwenyewe ana upendo na wachezaji wenzake. Alikuwa ni mtu mwenyewe kujitolea, unampatia kazi anayefanya, unampatia posti yote atacheza, na alikuwa kweli mtu mwenyewe kutaka mpira wa miguu usonge mbele. Tunamaliza tukimtokea ndugu Bamboneo Deo kama Shauri Shundu,
makao mazuri katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tunajisikia una la kusema kama yule aliyekuwa mchezaji, sasa wewe ni mtumishi wa Mungu leo, unamjua Shun, kuna marafiki zako, karibu wote ni marafiki zako, una la kusema wewe. Sasa wakati ananiambia vile na huyu mchungaji ni tunashirikiana mkazi za Mungu, na vile vile tuna timu ya mpira. Kwa hiyo huyu anapigaga namba 4 na mimi napiga namba 6. Sema amina. Amen. Sasa kwa hiyo na huyo mpira tunaucheza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nenda tucheze, tunawahubiri watu habari njema, tunasema neno la Mungu. Mara kwa mara mimi ndio ninashirikisha, na kwa kumaliza tunaongea na tunaenda fasti moja, tunachangia, tunakula nyama, soda, kila kitu. Ndani ya Yesu huko vyote, nyama iko, soda iko, kila kitu kiko. Sasa neno langu ndio hili, kwa sababu mtanielewa kwa urahisi. Mwa hizi dakika tafadhali munisaidie. Mwa hizi dakika kama wachezaji wa mpira, watu ambao mko na esprit sportif, kila wakati tukikuwa nao hawa wapendwa, nilishaka sema hiki kitu, nataka nikiseme na hapa mkielewe. Siku moja niko naangalia emission ya sport. Situkuwa sportif si wote. Unaona ukifika unaweza kuona ma information ya politiki na nini, unaona haikuinteresse sana. Lakini ukifika mu sport unasikia hapo unakwama kidogo. Nikaangalia nikaona ni wa athlete. Wanariadha wako wanakimbiza Jeux Olympiques. Mtaelewa kwa urahisi. Unaona Yesu alifika kwa walimaji, aliwaambia habari ya kutupa mbegu kwa wapeshe, aliwaambia habari ya samaki, hamtakuwa tena wale wa samaki, mtakuwa wale wa watu, waelewe. Ndio maana nataka nikueleweshe kama football player, uelewe kwa urahisi. Sasa wakati wako wanakimbia, unaona wanamtafuta wa kwanza. Ni nani atatoka wa kwanza? Sasa wale wa journalist walikuwa interesse na watu wawili. Mtu wa kwanza ni yule mwenye alitoka wa kwanza, na mtu mwenye atakuwa interesse wa pili ni mtu mwenye alitoka cha mwisho. Wamuulize kwa nini umetoka cha mwisho na kwa nini huyu ametoka wa kwanza, na nyinyi wote mlifanya mazoezi. Tutaulizwa ile. Sasa ule wa kwanza akapita, wakamuuliza ma interview nini, akawaelezea kusema nitoke wa kwanza, napigaga tizi zangu usiku maminui, wakati wengine wanalala, naingia mumiti mubaridi, napiga zile maglobi rouge zangu zinapataka nguvu sana kumubaridi, nikikimbia na moyo mtu anikamata. Akawapa secret ya kazi yenyewe anafanya inasababisha atoke wa kwanza. Huyu wa pili naye watu wanaisha simama wanangoja, sasa wa mwisho iko wapi? Wanamngoja hawamuoni. Wanamngoja wamuoni. Unaya mara tu wanaenda mabubanza kule, gari na watupa kule, mnakuya mnakimbia. Si unajua tunako pale kusade, tunamngoja cha mwisho. Sasa watu wanaanza kuondoka wanataka kwenda, wakamuona yule wa mwisho anaingia, ni Mtanzania anaitwa John, mtu wa Arusha. Sasa wanamuona anakuja sana, fika anataka kuanguka, kaanguka, kajikokota mpaka akamaliza. Unasikia alisisitiza sana habari ya kumaliza, na hivyo anasema kumaliza kwa mtu ndio kwenye Mungu anakuangalia. Si unaweza ukazaliwa kabare nini, mademu, kila kitu, vitu vyote, lakini ile yote ni passage, lakini kumaliza sasa inafika mwisho kule, wakamuuliza kwa nini ulitoka cha mwisho? Unasikia? Kwa nini ulitoka cha mwisho? Akawaambia hivi, nchi yangu nimetumwa na Julius Kambarage Nyerere, amenituma hapa mwa hii Jeux Olympiques, amenituma sio nitoke wa kwanza, lakini amenituma nije kumaliza. Sema amina. Unaona sasa hii kutoka wa kwanza na nini haikuwa interesa sana, lakini kumaliza kwako wewe ndio kwenye iko na sema. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nakutakia kumaliza vizuri. Sasa ya pili ndio namalizia sasa, wapendwa. Unasikia, hata kama wewe ulipita mubitu wala uko mubitu, hakuna hukumu kwako. Unajua
tuko tunaangalia Mungu, tunakuombea Mungu akupe tu kumaliza vizuri. Hakuna ujanja. Kuko vitu vyenyewe unazo huko ndani, haiko wewe, ni nguvu zingine zinakuingiza mumaeleo. Le savoir. Bila wewe kujua, bila nini, utakutana ni mkono wa kibinadamu labda uko juu yako, wala influence ya dunia iko na nguvu inakukokota. Binaeleweka. Hakuna la. Njoo maana mimi sitakuhubiri acha pombe. Muache huyo, wewe muombee tu pole pole. Ataacha. Njoo kwenye tulitoka pale. Sema amina. Amen. Sasa ya mwisho njoo hii. Unaona watu watatu sasa. Wanalianza watatu. Washwere mkuye. Njoo bie washwere mkuye. Atoka kilio, tuko mfuraha. Shundu amemaliza vizuri. Usifunge sura sana. Shundu ameshamaliza, niko nasema na wewe. Washwere watatu si njoo hawa. Washwere watatu mupangane kumusali. Hii ni materials didactic. Kuna watu wengine mpaka uwe na material uwaoneshe. Bila umuoneshe aone atatoka cha mwisho. Lakini akielewa uko na muonesha njoo anaelewa kwa urahisi. Hiyo ni system nyingine ya walimu. Sema amina. Sasa hao watatu wako wanakimbia ili wamalize. Unaona? Tiki. Huyu ni Roke. Unaona? Roke anafika hapa, anafika tu ayamaliza, anguka Roke. Roke anaanguka. Unaona? Roke akaanguka. Lakini hajafanya nini? Hajafika. Sasa akaona naona akabakia sasa alifunda miguu ilipita na kunjamia kwa sasa rara yake. Akapita na bakia hivi hakuna mwae. Sasa huyu naye siku nakuya akamkuta Roke ameanguka, akamdouble. Lakini akataka kufika hapa mwisho, akaangalia Roke alianguka, akarudia, akamkamata Roke, mkamate kushingo, akamsimamisha Roke, akasimama. Huyu naye mbele naye. Sasa iko nakimbia, anamkutana Andre Pele na yeye iko na Roke. Nini sasa hakutaka ule uroho wa kusifiwa seme yeye ndio watoke wa kwanza, akajiendeleza na wenzake. Sasa wapita na yeye anataka kufika wa kwanza. Akapiga freka sasa na yeye akarudia, wakakamatana mikono, mkamatani sama marafiki hivi. Alafu wao wote watatu wakaenda wakamalizia pamoja. Kwa nini vile? Waliwauliza kwa nini? Wanamuuliza ule wa pili kwa nini? Aseme ni kwa sababu sasa nilikuwa nakimbia mritme ya ule wa kwanza. Kwenye anatia mguu ndio kwenye anatia mwingine. Nitakuwa niko msazi. Nikimpita na kwa kama mimi ningeitoka ile DCM ni juu yake juu. Akimbia kama niona ya kupiga dribble na hiyo. Juu nilikuwa naangalia kwa Maliki. Na ndio maana nienda huko nikumbuka Maliki kuna kitu alinifundisha. Hii kadogo ananipatia. Tunakabulana naye nampatia kadogo. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaona kwa hiyo sasa na huu watatu wanamuuliza kwa nini na wewe nakumbuka mimi nilikuwa natembea kwa ritmu ya huyu wa pili. Akitosha Mungu na mimi natia mwingine. Sasa siwezi kumaliza ni waache. Afadhali sisi sote tumalizie chali moja. Na mimi nataka ndugu wapenzi, mimi na wewe sisi sote kusikue mtu ataingia moto. Hata kama ungali murozi, ungali mchawi, ungali vitu gani, Mungu atakusaidia. Mimi na wewe kule tuzaikaa pembeni ya Baba na Bwana akubariki. Tunatoa salamu kwa Waislamu, wa Kristo na wengine wote. Mengi waliyasema. Kitu cha kwanza tunashukuru gouvernement ya Burundi kusutie waliweza kufanya kuhusu tuzike ndugu yetu na heshima. Cha pili, Federation ya Burundi tunashukuru kwa nguvu kunia yenye walitoa kualitia juu ya ndugu yetu tumzike kwa heshima, kama gisi vice president wa Federation ameweza kusema sasa hivi. Cha tatu ni kushukuru wachezaji wote wa zamani wenyewe waliocheza na Shundu kwa kuona pia kuungana na familia kwa kusema wapatie heshima na yeye wajiheshimishe katika kuraga ndugu yao siku ya mwisho. Na watu wote wajirani, jamaa na marafiki wenyewe wako hapa kwa kusema tuungane juu ya seremoni ya ndugu yetu. Kwa kweli ni kitu kinauzikisha, lakini kwenye palitoka mwanadamu lazima patarudia, kama gisi watumishi wanasema, kama gisi wanaongea. Ni passage yenye si wote hatuwezi kueshape, ni kutengeneza
kutengeneza ni aje, ni sisi kama wachezaji wa zamani tuweze kuwa kitu kimoja, tuweze kuwa na mapenzi kwa kusema mambo yetu tunafanya ende kwa njia nzuri. Ndugu zangu, tusibaguane, tusameane, tuungane, tuangalie kesho hii association yetu itaendelea vipi. Leo ni yeye, kesho inaweza kuwa ni mimi au mwingine. Hatuviombi vikue haraka, lakini ikifika hatuwezi kukataa. Nafurahi tena sana kuona familia iliweza kutupatia ile na fursa ya kusema sisi tuwasaidie na tushimamie kilio. Kwa kweli na hiyo tunaishukuru. Tunasema tuko pamoja na nyinyi, hatuwezi kuacha. Mzee Magari waacha, lakini aliwaachia watu, ndio sisi tutaambatana hadi mwisho. Tuone kesho ni aje, itakuwa ni sura nzuri kuona watoto wake na hivyo wanafanya maisha mazuri. Kesho na hivyo wanashimama kama nafasi kama hii ya kuweza kusaidia wengine, itakuwa ni jambo la muhimu. Kwa mimi naweza kuongelea kidogo tu kwa Shundu, kwa tunamuita ya bahari. Ni kwangu niliingia vitalo na mkuta ni mtu ainisaidia kwa kusema mimi niitwe kama mchezaji mzuri hapa Burundi. Nilikuwa nikitambulisha habari jina ya familia, lakini kwa kusema watu wanisikie na sifa na waza walichangia. Ni wengi sana biko hapo. Tuko na Maliki, tuko na Toto, tuko na watu wengi, tuko na Ali. Ni wengi, siwezi kutaa majina. Walisaidia wale generation yangu kusema na mimi niwe mwevu na kulipa ile confiance leo ya kusema mimi ni waongoze, na miaka niko nayo inakuwa tena ni sifa kubwa sana. Sio rahisi ba responsibility kama hizi kwa hii miaka niko nayo, na wenye bainitangulia wanipatie hiyo nguvu, kwa na furahi. Ni okazio sisi ya kuweza kuraga ndugu yetu kwa amani, kwa mapenzi. Bora tukitoka hapa tuikae fasi, tujiulize haya watufundisha tuliyasikia au hatukuyasikia, vitatusaidia mbele ya safari. Namalizia hapo na kumwambia ndugu yetu mkuu wetu, Mungu amlaze mahali pema. Tutabaki tunamkumbuka kila wakati, na natuachia imani nzuri ni wale watoto. Tukiwaona tunamuona maisha yetu, hatuwezi kusahau. Nawashukuru sana. Haleluya. Amen. Kwizina y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, kuba twumvise urupfu rw'umushinga ntahe Deo Shundu, twabwakiranye umubabaro cyane, ariko umubabaro nk'uko abadusabikanirije ijambo ry'Imana babivuze, twawucanga n'umunezero kuko twumvise ko yahejeje neza. Kubw'iryo rero ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ubu yitavye Imana yaranditse amateka, araduza ibendera ry'igihugu cacu, reka arakora birashima. Ari naco gituma mwumvise ko haba ku gihugu, haba kw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, haba abarejande basanzwe bari bamwishirahamwe, reka abantu bose bariko baritanga kugira ngo tumuherekeze neza, tumuherekeze, tumuhe iteka yarakwiye. Rero twashaka duhoze umuryango wabuze w'amaraso, ariko duhoza n'iyo miryango yose, haba abo bari kumwe mu mashirahamwe atandukanye, na cyane cyane ishirahamwe ry'abarejande, tubabwira ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru turi kumwe kandi tuzobandanya dushigikirana. Ikindi twashaka gushikiriza no kubashimira mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe, kuko natwe tuvuga ko yari uwacu nk'abari mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, kugira ngo tumuherekeze n'iteka akwiye. Turabemereye ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ritazokora kugira ngo ribandanye rishigikira abanditse amateka, aha abarejande biyumve, eka n'abandi bose bariko batera iteka igihugu biyumve.
ikindi naco no kumusabira agire iherezo ryiza. Twavyumvise ko yahejeje neza, tumusabira ko Imana databikira byose yo muhemba ikongera ikamwicarika mu bwami bw'ijuru, nuko tugira amahoro ya Kristo. Jamani, kama ninasimama hapa, ninasimama juu ya kushindikiza ndugu yetu Shundu. Mimi ninamjua tangu ningali kijana mdogo, na yuko anacheza katika timu ya Vitalo. Shundu asilia yake alikuwa ni mtu anazungumza kwa utaratibu na upole mwingi. Alafu tena Shundu amekuja anatoka Rwanda, akakuta timu ya Kamenge FC hii kinacheza daraja la pili hapa Federation ya Burundi, na mimi nilikuwa kama tekniki wa ekipe. Alafu tukampatia kukoche ekipe, na akakoche ekipe kwa sababu kwanza ekipe ilikuwa ni ya nyumbani. Alafu akaipandisha mpaka daraja la kwanza. Jamani, ninasema tungempigia makofi kwa hicho kitu alichokifanya, kwa sababu timu hiyo ya Kamenge alifanya bidii sana kubwa kabisa, na alikuwa anatoa ushauri sana kwa wachezaji. Unaona kama alikuwa ni mlezi mzuri kabisa. Na baada ya kuipandisha ekipe akafika naondoka, akaenda tena Rwanda. Nyuma ya hapo nimemwona Shundu anakuja kuomba kwa kanisa ambayo ilikuwa karibu yangu ya Bethany Holy Church. Nikamwona Shundu, nikamsogelea vizuri, tukazungumza. Akanambia, ndugu Samuel, ninakwambia hivi, nimeamua kumfuata Yesu kama mfalme na mwokozi wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikainama, nikainuka, nikasema, Bwana Yesu azidi kuwa na wewe daima, milele hata milele. Na aliendelea vizuri kanisani. Nikaambia watu na wachezaji wengine, nikasema, Shundu ameamua njia ya kutafuta ufalme wa mbingu. Shundu mliona hapo jana na juzi, leo amebadilika. Na leo ninaona ninasimama hapa, nimesikia ushuhuda wa Shundu kutoka huko na huko. Ninashukuru moyoni mwangu, ninasema Mungu ampokee vizuri, amlaze pahali pema, na jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Amina. Amen. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Mimi nasimama hapa kama mjukuu wa kwanza wa familia ya Bamboneo. Shundu alikuwa mjomba wangu, na jina la Shundu lilitufikisha mahali tulikuwa tukifika fasi. Nikiwaambia mimi niko mwipo wa Shundu, nilikuwa napata kaheshima. Haleluya. Nasimama hapa kwa niaba ya familia. Ningeomba utaratibu Shundu alikuwa nao. Ni mtu mwenye alikuwa hataki kusema mengi, na ya mwisho mbele aende Rwanda tuliongea naye mengi. Sasa alikuwa mimi sikufanikisha kumuona, nilikuwa mu vingine vipindi. Haleluya. Amen. Tunashukuru sana kwa timu ya Bajwele ambao wamechangamkia na kutuonesha. Tulikuwa kama mayatima sisi, na upande wetu tulikuwa tujui kama tunaweza kuwa tuko na familia kama hii. Tulikuwa tujiamini kama mjomba wetu anaweza kazikwa kwa heshima kama hii. Ni mtu mmoja ndani ya familia anazikwa kwa heshima, na tunamshindikiza kwa heshima. Mimi kwangu naweza sema jina la Bwana libarikiwe tena. Wazazi wetu walikufa mbalimbali, walizikwa, tukuweza kuwakusanya. Huyu tunamkusanya na tunamzika kwa heshima. Cha pili, nashukuru inchi. Cha tatu, ningeomba kama familia ule upendo mjomba wetu alikuwa nao, tuendelee kukamatana kama wajukuu, tupendane na tushikamane. Hekima zenye huyu baba alikuwa nazo na sisi zipate kudumu ndani yetu, na Mungu awabariki.